Zamani za kale, katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima, aliishi mwanaume mmoja aliyeitwa Yoshua. Alikuwa mkulima wa kawaida, mnyenyekevu na mwenye moyo wa imani kwa Mungu. Kila asubuhi kabla jua kuchomoza, Yoshua alikuwa akipiga magoti kwenye udongo na kusema kwa upole, Bwana, maisha yangu yako mikononi mwako. Mapenzi yako yatimizwe. Kwa miaka mingi ardhi ilikuwa na rutuba. Mahindi yalimea vizuri, kondoo walizaa, na Yoshua alimshukuru Mungu kwa kila mavuno. Lakini siku moja mambo yote yakabadilika. Ukame mkali uligonga kijiji. Mito ikakauka, mashamba yakapasuka, na anga likawa bila mvua. Watu wa kijiji walianza kukata tamaa. Wengine wakaacha kuomba, wengine wakaanza kuabudu sanamu, lakini Yoshua hakuyumba. Kila siku alipanda juu ya kilima, akainua mikono yake juu na kusema, Bwana, sijui kinachoendelea, lakini najua wewe hubadiliki. Mkewe aliyekuwa amechoka na mwenye hofu alimwambia Yoshua, angalia, watoto wanalia kwa njaa, mifugo inakufa, na bado unaendelea kuomba. Lakini Yoshua alimjibu kwa utulivu, imani ni kuamini kabla ya kuona, na mimi naamini Mungu atafanya kitu. Usiku mmoja Yoshua aliota ndoto. Katika ndoto hiyo aliona shamba lenye kijani kibichi likinyweshwa na mvua nyingi. Sauti ikamwambia, usiache ardhi yako, nitakuletea mvua. Asubuhi iliyofuata, kinyume na akili za binadamu, Yoshua alichukua jembe lake na akaanza kulima udongo mkavu. Watu wakamcheka, angalieni, huyu analima jangwa. Lakini Yoshua alisema, ninaandaa ardhi kwa ajili ya muujiza. Usiku uliofuata, upepo ukabadilika, mawingu mazito yakaanza kukusanyika angani. Kisha radi ikapiga na mvua ikaanza kunyesha, kwanza taratibu, kisha kwa wingi. Mashamba yakaanza kuota kijani. Watoto wakacheza mvua kwa furaha, wakilia kwa shangwe. Kesho yake wakazi wa kijiji walimjia Yoshua wakiwa wamejaa aibu na mshangao. Mmoja wao akasema, sisi tulikosa imani, lakini wewe uliamini. Yoshua akaangalia juu mbinguni na kusema, si kwamba imani yangu ni kubwa, bali Mungu wangu ndiye mkubwa. Ujumbe wa kiroho: imani ya kweli siyo kuona ndipo unaamini, bali kuamini hata kama huoni. Wakati kila kitu kinaonekana kimekauka, Mungu anajiandaa kuleta mvua. Usikate tamaa. Kimya cha Mungu mara nyingi ni dalili kwamba muujiza wako uko njiani.